Barabara kabisa mpenzi mtazamaji na msikilizaji kwa jumla. Karibu tuweze kuangalia swali la bembea ya maisha ambayo ni tamthilia karatasi ya 3. Leo hii tutaweza kuangalia swali la dondoo. Na swali la dondoo, kile ambacho nafaa kujua ni msemaji, msemewa, mahali, kiini cha mazungumzo au sababu ya mazungumzo. Niite John Mark Mswahili. Kila mbegu ipandwayo haina budi kuzaa, na izaapo mazao yake huvunwa. Mtu huitakasa sahani akijua itamfaa tena. Kinacholelewa hakina budi kulea. Eleza muktadha wa dondoo hili. Alama ni 4. Hapa msemaji ni Yona, msemewa ni Sara, mahali ni nyumbani kwao, kiini cha mazungumzo. Hapa Yona anarejelea wajibu wa watoto kwa wazazi wao baada ya kuwalea. Anarejelea neema na wajibu ambao anafaa kuwa nao kwao. Hii ni baada ya Yona na Sara kumlea Neema, na hata akaweza kufuzu kutoka chuo kikuu, na hivyo akapata kazi. Na hivyo vile ambavyo waliweza kumlea, hivyo wanaamini kwamba naye anafaa kurudisha hisani hiyo. Swali la ba. Taja na utole mifano mbinu 4 zilizotumiwa kwenye dondoo. Alama 8. Wakati wowote ule unaambiwa uweze kutaja mbinu. Hapa kuna mbinu aina 2. Unakuta kuna mbinu za mwandishi na kuna zile tamathali za lugha. Hivyo Kirumi ya kwanza, nidaa. Ni wakati gani ambapo unasema kuna nidaa? Utasema kuna nidaa wakati ambapo unaona alama ya mshangao. Hivyo najibu nidaa, mbele yake ukatolea mfano wa moja kwa moja. Kirumi ya pili, tashihisi. Tashihisi ni mbinu gani? Tashihisi pia huitwa uaishaji. Ndiyo, unakipa kitu ambacho hakina uhai sifa ya kuwa na uhai. Kwa mfano, mbegu ipandwayo haina budi kuzaa. Hivyo mbegu inapewa sifa ya kuzaa. Tanakuzi. Tanakuzi ni mbinu gani? Ni wakati ambapo unakuta maneno mawili ambayo yametumiwa ni kinyume cha neno jingine. Kwa mfano, ipandwayo na uvuna. Hivyo hakuna vile ambavyo utapanda kwa njia hiyo hiyo tena ukavuna wakati huo. Hivyo kinyume kikiwa kimetumika pale, basi utakuta kwamba hiyo ni mbinu ya tanakuzi. Uradidi. Uradidi hii ni mbinu ambayo pia inaitwa takriri, ambayo pia inaitwa urudiaji. Kwa mfano, neno budi limeweza kurudiwa mara 2 pale ambapo amesema kwamba haina budi kuzaa, na huku kwingine hakina budi kulea. Hivyo neno budi limeweza kurudiwa. Mbinu nyingine ni jazanda. Jazanda ni wakati ambapo unatumia kitu kuashiria kitu kingine. Kwa mfano, mbegu. Mbegu hapa inarejelea mtu anayesaidiwa. Akifaulu naye anatakiwa kuwasaidia wengine ili kurudisha hisani. Kwa mfano, Neema alipolindwa na wazazi wake, na hivyo vile ambavyo amefanikiwa anafaa sasa kuwasaidia wazazi wake. Mbinu nyingine ni taashira. Taashira ni kama ishara. Ishara ya mbegu ambayo inarejelea mtu. Na sahani pia vile vile inarejelea mtu. Na mazao. Mazao sasa hapa yanarejelea ule ufanisi wa Neema. Swali la cha. Eleza sifa 4 za mnenaji. Mnenaji ni sawa na msemaji. Tayari tumekwisha jua kwamba msemaji ni nani? Ni Yona. Vile ambavyo tumeelewa kwamba msemaji ni Yona, basi sifa zake ni zipi? Na wakati wote utatoa sifa za msemaji ama msemewa ama za mhusika fulani, lazima uweze kuelewa ni kipi ambacho kinakufanya uweze kusema ana sifa hizo. Na utawezaje kujua mtu na sifa zake? Utajua kwa matendo yake, kwa maneno anayosema, na vile ambavyo anasemwa na mtu. Na vile vile unaweza ukaangalia pia
Falsafa ya mwandishi. Yona ni dhalimu. Ni dhalimu kwa sababu gani? Anampiga Sara mpaka anapoteza fahamu. Kirumi ya pili. Muhafidhina. Muhafidhina ni mtu yupi? Muhafidhina ni mtu ambaye hashabikii mabadiliko. Hivyo anaamini kuwa fimbo ya mzee hurithi mtoto wa kwanza. Ni mlevi. Mlevi kwa njia gani? Analewa hadi anapigwa kalamu kazini. Mwenye msimamo thabiti. Kivipi? Anaposhawishiwa na wanakijiji aoe mke kumzalia mtoto wa kiume, anakataa abadan. Ni msomi. Anasoma hadi chuo kikuu na anafuzu kuwa mwalimu. Ni mwenye majuto. Anajuta kwa kuwa mraibu wa pombe na kujisababishia hasara nyingi. Moja kati yazo kuweza kupigwa kalamu kazini na kumsababishia mke wake kwa jina Sara ugonjwa wa moyo. Ni mwenye bidii. Mwenye bidii kwa kuwa anaweka rekodi ya kuwa mtu wa kwanza kijijini mwao kufuzu hadi elimu ya chuo kikuu. Ni muwajibikaji. Anamsaidia mkewe katika kazi za nyumbani na katika malezi ya wana wao watatu. Huyo mmoja akiwa Neema, pili Salome na watatu Asna. Na hivyo basi utakuwa umeeleza sifa za mnenaji. Na hayo ndiyo maswali ambayo unaweza ukapatana nayo kutoka kwenye tamthilia hii Bembea ya Maisha. Ni moja kati ya maswali kadhaa ambayo tutakuwa tukiangalia kiundani. Iwapo una swali lolote na unapenda kuchangia kwa njia yoyote ile, basi usikose kuchangia hapa kwenye chaneli hii. Hadi wakati mwingine, ni mimi wako John Mark Mswahili. Shabash.